ambao tutalitangulia mwaka huu kwenye Matthew chapter 12 verses 45. Tutaanza na Agano Jipya, tuone jambo fulani hapo ambalo Bwana alilitia kwenye moyo wangu kwa ajili yako. 12 Matthew chapter then verses 13 I think. Wacha tuone 43, sorry. Matthew chapter 12 verses 43. Na wacha tuombe kwanza kabla niweze kuwaletea neno. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ni asante kwa sababu ya kutupatia wakati mwingine wa kukutana hapa, ikiwa ndio mwanzo wa mwaka na ndio mwanzo wa ushirika na maushirika mengi takayofuata katika mwaka huu wa 2026. Asante kwa kutuhesabu kati ya wale Bwana watashuhudia na kupokea baraka za mwanzo za mwaka huu. Ninaomba ninapopeana watu wako Bwana, pia nami unibariki kiwango ambacho hakuna wakati nitasimama hapa nikose maneno ya kusema. Baba, nisaidie kuandamana na wewe katika kuzijua siri zako na mwongozo wa Roho. Ndivyo kila wakati nijapo mbele zako napata usemi na mambo ya kuongea na kanisa lako mwaka huu dunia mzima. Baba Mungu, ninaomba ya kwamba usikubali jambo lolote liweze kuingia katika maisha yetu mwaka huu la kuzuilia tuje katika ushirika. Vile tuko katika ushirika wa leo wa kwanza, tutashuhudia mpaka coming year. Baba, na dedicate mwaka huu wote, maushirika yote this year, kwa wale watakaoongoza, watakaohubiri na kufanya mambo yote, hakuna hata mmoja atapata tatizo lolote. Baba, ni asante kwa fadhili zako. Hata wale Bwana watanisikia dakika hii ninapoendelea kwa njia yoyote, naomba Mungu wa mbinguni, mtu huyu abarikiwe na wewe. Asante Mfalme, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Sasa umesalimia mtu salamu za jioni? Mwambie kauliga ndio niko idhani na pastor ole na wageithi. Pastor yule anakuaga wa salamu. Mimi nitaendelea na kusema tusalimiane, maana nilijua salamu ni za nani? Ni za Mungu, na salamu zinafanyanga ukisalimu mtu unasikia mmeingiana katika moyo moja. Kwa hivyo hata kama alikuwa pande ile nyingine ya shetani, unamsikia kwamba tayari ametoka pande ya shetani amekuja upande wetu huru. Bwana asifiwe. Thank you. Sasa ningetaka niweze kuwafundisha hiyo funzo nimesema kwenye Matthew chapter 12 verses 43. Tunaona funzo ambalo Yesu alifundisha wanafunzi wake, watu wengi waliomfuata, kuhusu kitu tunaita pepo mchafu. Maana history ndio inaongea habari hizo. Na ndio inasema ya kwamba pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo na maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Kwa hivyo ninajaribu kukuandaa, kwa maana tulifukuza mapepo hapa kesha. Tulifukuza mengine tukiruka mwaka. Tulifukuza mengine hata wewe umejifukuzia. Lakini kulingana na scripture, kile ulifukuza ujue kinatafuta vile kinaweza rudi tena, kwa sababu ya zile vitu nitakupatia. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata ile pepo ilitoka, pepo mchafu aliyetoka katika maisha yako ulipookoka, ujuange ya kwamba hakuagi bali. Kila asubuhi anakushughulianga hivi. Uleo nyingine anaona umejipanga vizuri, hawezi kurudi. Anaenda. Na shida kubwa ya maroho ya kigiza haishokangi kama sisi wanadamu. Vile ambavyo unasikiaga unashoka kimaombi. Ati unasema last month niliomba, hii nilikuwa nasikia nikiwaka moto kuwaka, lakini sasa inafifia. Ile assignment shetani amepea mapepo, hakukuangi na kupunguka even 1 degree down. Kwa hivyo ni kusema inaendaga juu ikienda. Na ndivyo huwa ninahurumia Mkristo nikiona ameanza kufifia kimaombi. Ukisikia unajaribiwa kufifia kimaombi na mambo mengine na kufanya mambo mengine ambayo haifai, unafaa kuogopa, maana unafaa kuelewa pahali nilitoka before kuokoka kuna possibility ya kurudi 100%. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuanzia hapo, hata kama pengine unajaribiwa, sitaomba, sina haja na imani kwa sababu ya visababu fulani, hiyo kitu inaweza kukubushanga. Kama mimi nakubukanga ya kwamba nikikataa kujisikia kimaombi na kiroho, pepo mchafu aliyetoka kwangu anaweza rudi.
Nakumbuka zile viraito nilifuta, inaitwa viraiko. Unakumbuka ile msokoto ati unaweza sokota tena hiyo bangi hivi. Kuna mtu mwingine imagine ile kabuyu ulikuwa unagonga ya busaa ati unaweza gonga tena. Bwana asifiwe. Unaona hiyo kuradarada uliradarada. Kwanza angalia vile inasema ndivyo uwe careful. Halafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilitotoka. Hata akija aione tupu imefagiliwa na kupambwa. Mara huenda kukusanya pamoja, hiyo that is verses 45. Ati mapepo mengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe nao huingia na kukaa humu, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa baya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa katika kizazi kibaya. Kwa hivyo mtu yote ambaye atakubali kuwa kwenye kizazi kibaya atakuwa worse kuliko vile alivyokuwa. Si ni vizuri hata kama ni ushirika tujipatie 1 minute useme dahanaga teitana honoka. Ukumbuke nilikuwaje kabla niokoke. Just 1 minute. Usiende 2 minutes kwa ajili ya time. 1. Tuvuge macho. Umekumbuka? Susan amekataa. Hiyo ndio ile kitu inafanyaga mtu awe careful in this journey of faith. Unakanyanga pole pole bila kuangalia misongoma inayonisongoma ndivyo nisiende mbele, mashimo ninaoshibiwa ndivyo nisiende mbele, mitaro imeshibwa ndivyo nianguke. Unakumbuka I can be worse kuliko vile nilivyokuwa. Unaamka. Hii ndio inafanyanga utamu wa mablanketi. Unasema hata kama imetengenezwa na kiteknolojia ya kisasa. Inaitwa buffet ama bufu. Unajua zamani tulikuwa tunajifunia na gunia. Na blanketi ingine ilikuwa ajabu. Hamungejifunika mkiwa wawili. Kwa hivyo ilikuwa mnajifunika hata mnaambiwa na kwehubera ni mutwe peke yake. Yaani mnapewa orientation kabla mjarara. Na mwakoma mumenye kwehubera ni mutwe peke yake, maana haigefunika miguu. Siku hizi unajifunika na ingine inaanguka chini ya kitanda. Kwa hivyo unajifunika times 2. Ulale vizuri. Unaona hata kama Mungu ameniwezesha kuwa na hiyo vitu, pepo aliyetoka anaweza rudi mara ya pili. Sasa unaweza jiuliza, kwa nini arudi mara ya pili? Wachani niwaambie. Ile roho ilitoka, ikienda huko, ukienda utasoma hii sana, ujue vizuri. Pepo ni ujue ufalme wa shetani ni counterfeit kutoka ufalme wa Mungu. Wakati ambapo Mungu anataka kufanya kazi hapa duniani, anatumiaga mwanadamu. Kwa hivyo nikusema analeta roho yake katika mwanadamu, anatekeleza mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo Mungu akitaka kuongea jambo, anatumiaga mtu ambaye anaitwa nabii. Nabii anasimama, anasema Bwana anasema, Mungu anasema tainua, anatumia hiyo njia. Akitaka kuokoa mtu, hakuna mtu hapa aliobewa na malaika, ni mtu alitumwa kwako. Naye akakuja ukasema nyuma yake, Bwana Yesu, nimekuja kwako, nimeokoka, mimi ni mwenye dhambi. Ukaokoka. The same way katika kingdom ya pande ile ingine. Shetani akitaka kutekeleza jambo, anatumianga mwanadamu. Bwana asifiwe. Na ni vizuri kuelewa ya kwamba kuna kitu kinaitwa the spirit na kuna kinaitwa angels of the darkness. Malaika wa giza na maroho mashafu. Kwa hivyo hatuongei habari ya malaika wa giza, tunaongea habari ya pepo ama maroho mashafu. So wakati pepo hiyo inaondoka, ni kusema kuna vitu ambavyo huwa vinaumia. For example, wakati ambapo utakuta ya kwamba kuna mtu ambaye kabla aokoke alikuwa mkunywaji sana. Hiyo pepo ilikuwa inafanya mtu akunywe bangi, afute bangi, akunywe pombe. Ilipoondoka ni kusema sasa hakuna pahali inaenda, inakaanga ikiwa hivyo, inakaukiwa. Ile kung'ara ilikuwa inang'ara, nasikia ninataka kukunywa ile pombe baya inaitwa chang'aa. Ama umeshawahi kukutana na pepo moja hapa inakwambia tunaenda kukunywa chang'aa. Hiyo kitu ile pepo ikoragwo hana. So inaingianga mtu, ndivyo shetani atekeleze ukunywaji wa chang'aa duniani. Mwanadamu lazima ahusike. So ikifukuzwa ni kusema hiyo pepo sasa inakuwa imeng'ara. Inakaanga hivi ikiuliza nitaingia nani, ndivyo sasa nimtumie kukunywa chang'aa. So vitu zote na vituko zote unaonanga zikifanyika hapa.
ni maroho mashafu ambayo inakuwa ndani yao, na wakati inafukuzwa ni kusema inakuwa kwenye dry land. Kwa hivyo inakaukiwa, inasikia loneliness, inasikia baridi, na ndivyo huwa inakumbukanga pahali ambapo ilitoka. Bwana asifiwe. Hata wale unaonaga wakifanya uzinzi, roho ya uzinzi kifukuzwa, natoka, kemea katika jina la Yesu Kristo itoke, ni kusema inakuwa kwenye dry land. Sasa inaulizanga hiyo matamaa nitaigia nani ndivyo atekeleze kile ambacho ametumwa. Haya, wale ambao walikuwa wapiganaji, kama ulienda kupigana, nihakishia ni tafadhali, mjue ni Januari. Kwa hivyo msinitese, mnahakisha hizi vitu. Sasa ninasema ya kwamba kama wale walikuwa wapiganaji, haujai kukutana na mtu akikwambia dahoro ni ngoma na hai, hata kama anaongea nimepigwa na shetani pande hii, of course ni mwanadamu alihusika. Hakuna pepo ilikuja ati akasikia makofi pa pa pa, ni mtu alitumiwa. So ndio ninasema kwamba ndio ile sababu mpaka leo inasemanga yule mtu ni mtu wangu, nitaenda kwake ndivyo niweze kuona kama nitapata nafasi ya kuingia tena. Bwana asifiwe. Sasa inasema kwamba huyu pepo amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akipatafuta pahali pa kupumzika asipate. Kwa hivyo inakosaga pumziko, na wewe unaweza ipatia pumziko kama vile ulikuwa umeipatia beleni. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo hata ukiona mtu yote, ukiona sasa watu wanaongea vibaya, ndivyo nimesema kwamba ni vizuri kama Mkristo kutofautisha malaika wa giza na maroho mashafu. Malaika wa giza ni wale walifukuzwa wakati ambapo Bwana Yesu shetani alifukuzwa mbinguni na malaika wote waliomfuata. Hiyo kingdom yote na rebellion yake alifukuzwa. Na neno huwa linasema ya kwamba alifukuzwa na malaika wengi kuliko wale walibaki. So ni kusema malaika hawa wanakuwa wengi. But those are not demons. Hiyo hapana demons, hawa ni malaika wa giza. But demons ndio tunaongea na ndizo zinaitangwa maroho mashafu. Bwana asifiwe. Ambao huwa inatumiwa na shetani kutekeleza majukumu fulani. Kama hiyo nimesema ya kukunywa, kuiba. Hata ukiona mtu anaimba, hawezi kukutana unless iwe ni build sana. Ukuta mtu akisema ninawekanga pesa na kuta hakuna. Nikiweka nguo na kuta hakuna. Ni very rare usikie ikisemekana kwamba ati inaendaga hivyo. Either ni mtu anakuja anaiba, anashukua, anapeleka kwenye ufalme wa shetani, anatekeleza kile ambacho alikuwa anataka, ndivyo yule mtu asubuke. Haleluya. Kwa hivyo nasemanga ya kwamba kama watu wote tunaweza kuwa wazuri, watu wote waokoke, kukosekana watu watakao kuwa warefi, wenye kuiba, wazinzi, watu wote wabaya kukose, ni kusema ya kwamba basi tunaweza kuwa na amani sana, maana kazi ya shetani hakuna. Atatumia nani kuiba? Na anatafutaka mtu, na mtu ni wewe, mtu ni mimi, mtu ni mwingine. Eda iba. So pepo ya wizi inaingia. Ikiingia inampeleka mtu chukua kitu ya mwenyewe, na hiyo kitu inakuwa already completed. Bwana asifiwe. Sasa nawafundisha neno hili hiyo kila mmoja aweze kuwa very careful katika njia yoyote. Useme ya kwamba Bwana mimi nisaidie, maana ningetaka nikuelezea mambo kadhaa ambao huwa inafanya mtu asiweze kuipatia nafasi. Maana ukiangalia inasema kwamba halafu husema kwenye verses 44, nitarudi nyumbani kwangu nilipotoka, hata ikija aione tupu, imefagiliwa na kupambwa. Kwa hivyo inakuwa tu pale, na ni mwanadamu anaweza ipatia access ya kuingia ama isiingie. Bwana asifiwe. Jambo moja la kuzuilia hiyo kitu isiingie ni kuomba sana. Ukitaka pepo yoyote iliyokutoka isirudi tena, jisikie katika hali ya maombi. Why? Maana maombi ndio huwa inafanya mtu ashide roho ya mwili. Shetani akiona pahali palipo na roho wa Mungu hawezi dhubutu kukaribia. Lakini akiona pahali ambapo hakuna roho wa Mungu, lazima sasa yeye mwenyewe anajuaga pale, it is very easy kuingia. So ndivyo unakuta kwamba mtu akianza kubackslide, nitumie neno hiyo spiritually, maombi ndio inakuwa hatua ya kwanza ya kukwisha. Unasikia vile ulikuwa unaomba zamani, hiyo kitu hauwezi.
Vile ulikuwa unafunga samani, unashindwa na kufunga. Kutoka pale umeanza safari ya kutumiwa vile ulikuwa unatumiwa bibaya kabla uokoke. Bwana asifiwe. Ukaiwa mundu akarora imushene ni arashenene kore ashene kagatena tanahonoka. Mtu kama alikuwa mwizi, unajaribu kuiba vile ulikuwa unaiba zamani. Kama ulikuwa mwenye wivu, unasikia kivu ya zamani imerudi. Ndio nimesema kwamba shetani anatumiaga mwili. So na mwili wako ndivyo uweze kuwa na mipaka na maukuta. Shetani asipate mwanya wa kuingia, ni maombi. Maana ukiomba sana, mwili wa roho unakuwa unawaka moto. Na ukiwaka moto, mwili huo unaabukiza mpaka mwili wa nje, inawe shetani hawezi kukugusa. Bwana asifiwe. Na ndipo ukasikia Yesu akisema kwingine, obeni sana ili msianguke kwenye majaribu. Yesu alijua hiyo majaribu alikuwa anamaanisha ni majaribu tulio rukishwa na Bwana kabla tuokoke. So ukiona kwamba hauombi, majaribu itakurudia, na majaribu ile inakujaribu ni ya kila roho shafu iliyotoka ndani yako. So nimesema maombi namba 1, why ndivyo ushinde nguvu za mwili. Na ukishinda nguvu za mwili ni kumaanisha kwamba kinywa kile kilikuwa kinatumiwa na shetani vibaya hakitatumiwa. Mikono ile ilikuwa inatumiwa na shetani zamani haitatumiwa. Akili zile zilikuwa zinatumiwa na shetani zamani hazitatumiwa. Moyo ile ilikuwa inatumiwa na shetani zamani haitatumiwa, maana already unawaka moto. Kwa hivyo uandike namba 1, usiregee katika maombi. Ukiona unaregea katika maombi, majaribu ndio hii. Na majaribu ile Yesu alikuwa anaongea habari zake ni za yule pepo mshafu aliyotoka ndani yako. Ya pili ni kusameheana. Why? Nimeongea habari ya kusameheana ndivyo udumishe presence ya Mungu na Holy Spirit. Yani kusameheana ndio kunafanyanga presence ya Mungu idumu ndani yako. Namba 2, uwepo wa Roho Mtakatifu. Uwepo mbili, uwepo wa Mungu na uwepo wa Roho Mtakatifu. Na ukiwa na uwepo wa Roho Mtakatifu na uwepo wa Mungu, ni kusema the same case, ukuta yako itakuwa very powerful, very strong. Na nikiwa mundu akiabiria kubeba watu, ukianza kubeba watu, unakosewa na huyu unakosa kumsamehe, unakosewa na huyu unakosa kumsamehe, unakosewa na huyu, mtu huwa anarudi chini mara moja. Maana already mwili lazima itainuka juu, na mwili definitely mnajua kazi yake ni kushindana na roho, kulingana na Galatia mlango wa 5:22, hapo inaongea habari hizo. So wakati ambapo unakosa kusameheana, ujue umepatia mwili uwezo wa kutawala. Na mwili ukiwa na uwezo wa kutawala, mlango wa shetani utafunguka na ataingiza maroho yote ambaye ulikuwa naye zamani. Bwana asifiwe. Lakini mtu akisameheana, of course lazima presence of God and the presence of the Holy Spirit itadumu ndani yako. Maana hivyo ndivyo Bwana huwa anajua na ndio mapenzi yake. Yeye huwa alitufundisha tusameheane kama vile ambavyo tunavyosamehea, tusamehe kama vile na sisi tulivyosamehewa makosa yetu. So lazima uwe kama yeye. Na dalili moja ya kusema uko kama Mungu ni kusameheana vile ambavyo ulisamehewa. Vile alikusamehe na wewe usameheane. Hiyo ndio inaitwa character of God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na kuanzia pale unadumisha roho wa Bwana na roho na presence ya Mungu na presence ya Roho Mtakatifu. Na hiyo ndio inafanyanga sasa unakuwa umeinuka sana kiimani. Unasikia unapenda mambo ya imani sana. Unapenda maombi, unapenda neno, unapenda kufunga, unapenda mambo yote inaandamana na mambo ya imani na maana uko na presence ya Mungu. Ya mwisho ambao ningetaka kuongea pale ni kitu kinaitwa obedient, kutii. Kwa nini nimesema mambo ya kutii? Ndivyo malaika wa Mungu akulinde. Kwa hivyo sasa hizo vitu tatu nimeongea zina faida yake spiritually. Maombi itusaidie kushinda nguvu za mwili. Kusameheana kutusaidie kudumisha presence ya Mungu na presence ya Roho Mtakatifu. Obedient ikusaidie malaika aweze kukulinda. Mtu ukisikia ameanza kuwa mkatili mbele za Mungu, anatembeaga peke yake.
Maana ujue malaika hawakuagi na wakati wa kusamehewa. Sisi ndio tunakuaga na wakati wa kusamehewa. Kwa hivyo malaika akiona umeanza kulibel, anajuaga straight utamuigiza kwenye majaribu. Na ukiingiza yeye kwenye majaribu, malaika akose kutekeleza kile ambacho amepewa na Mungu kufanya, anafungangwa kule. Ndivyo unasikia Biblia inasema tutahukumu mpaka malaika. Mwanadamu ndiye amepewa nafasi peke yake ya kusamehe. Huko malaika ndagi ana ida ya kuilira. So malaika anakuaga karibu na wewe, maana Bwana anakuambia tenda, unatenda. Ongea, unaongea. Tekeleza, unatekeleza. Fanya, unafanya. Utakuwa rafiki wa Mungu na malaika ataondoka. Ukienda uasi Mungu, malaika anaondokaga immediately. Na ndivyo nakutanga ya kwamba watoto wadogo, of course ni ngumu sana ukute mtoto mdogo, hata umeshawahi kuona mtoto mdogo ametoka kwenye meza anaanguka chini mpaka watu wote wanasema woi ucio ni kama hidi mole, lakini kijana anaamka na ruka. Why? Maana malaika watoto hawajuagi habari ya kutotii, wanakuaga watiifu always. Malaika anakuaga amewabeba always. Ore mundu arathi akinenehaga athiaga akiremaga, ukarekererio rimwe ni araika, ugategema na thio kauneka maguru meri, unaanguka chini. Na mnajua Yesu aliongea hivyo. Hata wakati alijaribiwa na Ibilisi kule baada ya kufunga, aliambiwaje? Jirushe juu, maana imeamuliwa ati malaika watakubeba. So tunafaa kuwa tunabebwa na malaika kila wakati. Naye malaika ambao tunasema huduma ya malaika kukuhudumia hutegemea utiifu wako mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Ukikosa kuwa mtiifu, malaika hakuagi nawe hata kidogo, anaondoka. Na malaika akiondoka, unabaki peke yake. Mnajua hata wakati Yesu alifuga siku nyingi, Biblia inasema alipojaribiwa na Ibilisi akashinda, Mungu alituma malaika waweze kumulinda, na ni Yesu mwenyewe. So ni kusema kwamba tukikosa ulinzi wa malaika, dunia hii itatumesa. Shetani na nguvu zake tutaangamia. So hayo ndio tunaona ya kwamba huwa inafanya pepo mshafu, maroho yote yaliyotoka mwanadamu baada ya kuondoka, ikiwa kule jangwani, ikae huko jangwani na isipate nafasi ya kuingia. So kama unaandika pote, uandike maombi namba 1, kusameheana namba 2, kutii Mungu hata kama unaona utaenda hasara. Hatutiangi Mungu kwa sababu ya mwanadamu. Hatutii Mungu maana tunaogopa mtu, ni kwa maana tunajua hatari yake tunapokosa kumtii Mungu. Tunajua vizuri kwamba kushinda nguvu za mwili ni maombi. Kusameheana nitadumisha uwepo wa Mungu na uwepo wa Roho Mtakatifu. Nikiwa mtiifu, kuanzia pale malaika watanilinda. Nitatembea katika ushindi wa Kristo. Bwana asifiwe. Alafu Biblia inatuhatarisha na kutuambia kwamba ati inapokuja ikuta nyumba imefagiliwa, pepo zinajipenda sana, zinakibiaga biu na kusema nyumba ni hate. Inakuja na zingine nyingi, na neno nasema ya kwamba mtu anakuwa mbaya kuliko vile ambavyo alikuwa mara ya kwanza. Ningeomba mwaka hii mtu wa Mungu ambao umenisikia, usikubali kuteza na maombi. Hapana kuwa mtu wa kupembelezwa uombe ati lazima uibiwe chorus. Hapana, naona ya kwamba tuko very busy kwa sababu ya mambo ya kidunia. Unaona pande ya maombi inaegemea. Mtu yote atakaye faulu katika hii safari lazima uwe muombaji. Ya pili, sameheana. Kukosewa na kukosea watu ni obvious hapa duniani. Sisi ni watu, tunakosewa every day, now and then, wakati wewe pali unaenda, maana dunia iko hivyo. So na wewe uwe mwepesi, ujue kama Mungu alinisamehe. Unaangalia unaona, nilikuwaje kabla niokoke, mbona nisiwe kama yeye? Alafu unasamehe watu, unaenda mbele na safari. Maana usipofanya hivyo utaingia katika shida. Ya mwisho ni kuambia Bwana, nitakuwa mtiifu na mata wote. Ni Colorado, sitaangalia watu, nitakubali kuwa mtiifu mbele za Bwana. Praise God. Naomba tusimame mbele za Bwana, tumwambie Jehova hii neno la utangulizi litusaidie Bwana. In a way tutakuwa watiifu, tutakuwa wenye kusamehe, na vile vile Bwana tutakuwa waombaji. Naye maroho yote ambayo inajaribu kufuata ndivyo ingie mmoja wetu, haitapata nafasi katika jina la Yesu Kristo. Tusije tukawa wajumbe wa shetani kuliko kuwa wajumbe wa Mungu.
Inua mikono yako juu, umwambie Bwana, I pray in the name of Jesus Christ, nisaidie katika dia zote. Inua mikono yako mbele za Bwana. Ramashaka rababurubuzika.